Ndoto ukiota ukirembeshwa, ukipigwa makeup, ukivalishwa nguo supu, na kwa hiyo ndoto unaona ni mahali unaenda, si harusini na si sherehe, wewe unaona kuna mahali unafaa kwenda, ndio unatengenezwa. Yaani unapelekwa salon ama wewe mwenyewe umeenda, ulikuwa uende, ukaona umepelekwa salon, mahali ukatengenezwa ama kuna mtu amekuja akaanza kukutayarisha, ndio uende mahali. Saa ndoto kama hiyo, ukiota ina maana hii. Ukiota ndoto unatayarishwa, unarembeshwa, inakuonyesha ya kwamba you are going for another level, na mahali upo saa hiyo uko in that time vile uko, kama unapitia mangumu, kama unapitia changamoto, kama unapitia mambo mzito, ukae ukijua ni kutayarishwa, unatayarishwa, ndio uende for another level. Hiyo level, sio level tu ya hivi, ni level inakuanga spiritual glowing. Ni spiritual glowing. That's unaona unatayarishwa. That's unapitishiwa mambo zingine ndio uweze kupea mtu ama uweze kupea watu tumaini according to you na ushuhuda wako. Juu ushuhuda wa mtu mwingine si ushuhuda watu wanafurahianga sana kama ushuhuda wako wewe mwenyewe. So ukijiona wewe ukienda mahali unawekwa maybe ma cutex, ma lipstick, unatengenezwa, yani unachaguliwa nguo ama hata wewe mwenyewe unaenda unaambiwa chagua ile nguo yenye unataka. Na pia hizo zote kama ni marangi pia ina determine na zile marangi zenye umechukua. Juu kila rangi iko na meaning yake in spiritual layer. So usipuuze ndoto kama hiyo, na kama unapitia changamoto ni ukae ukijua hiyo ni kuglow, utaglow. Kuna level utapanda. After hapo hizo zote zitaisha na utaenda for next level. Na hapa inakuanga hivi. Kuna watu wengine wanachanganyikiango hii kitu, kwa nini watu mapasta maybe wengi sana wanasemanga hivyo. Wanasema kwa nini ukienda for another level unafaa, as you are going for another level, you need to boost even your spirit, and unafaa unaitolea pia wewe dhabihu. Juu ukienda for another level usiende tu hivyo, unafaa yani ni kama shukran ya vile umetoka mahali ulipo ndio upo. Kama for example kama mimi sikuwa najua kuna kitu ndani yangu, unaona, na the moment yenye nilijua ndio hii kitu ikae ndani yangu, kuna vile pia mimi nilitaka ikae ndani yangu juu nilipenda. So as in, ukitaka hiyo pia kitu ikae ndani yako na umejielewa, you go to your pastor, you go to your mother, your spiritual mother. Na kama bado hiyo kitu una spiritual mother ama your spiritual dad, you have that person who normally talk to or listen to, unasikia anakujazi sana. Haikuangi tu bure, inakuanga kuna ile connection between you and that person, so you can go and tell that person unataka hivi na hivi na hivi. Unamwambia mimi kuna haya nimeona, kuna hivi nimeona na ninaweza taka unisaidie. Na huyo mwenye utaenda kwake na wewe usiende tu hivyo bure, uende kama umeomba. Kwenda bure usiende tu hivi fua, uende kama umeomba, Mungu akuwe ametangulia mbele. Na hata kama roho yake si mzuri, amtengeneze roho yake na ile aweze kukufunza na kukuelezea jinsi ya kukaa ndani ya roho. Juu kuna vitu mtu unasikianga ati wewe kitambo ulikuanga unaimba lakini siku hizi hauimbi. Siku hizi kitambo you are prayer warrior, now you don't pray. So hizo vitu zote ndio hizo vitu zikae ndani yako pia ni guidance. Unagaidiwa na pia wewe mwenyewe unajitolea kwa maombi. Sawa? Kwa hivyo ukiota ndoto kama hizo usipuuze, utafute mtu wa kukuguide na ili uelewe wewe ni nani. Na nimekuambia kama nimekuambia ukielewa chenye kiko ndani yako ndio
uichukue unyakue na ikae ndani yako. Juu kuna watu wengi wanajielewanga wao ni nani wakiwa wakubwa sana, kwa sababu nyota zao zinakuanga zishaibiwa. Na vile una glow pia shetani kama anakuanga ashazoea sasa na kuuse vile tu anataka, na yeye Mungu anaingilia kati. So unakutanga most of people wanajijuanga senye wamezeeka ati kuna kipaji kiko ndani yao, ama kumbe mimi nilikuwa nabii, mimi nilikuwa muibaji, mimi nilikuanga apostle, mimi nilikuanga hivi, you see. So ukiota ndoto kama hiyo, ujue you are going for another level, na usiwe mtu wa kupuuza ndoto. Hata kama ni mbaya umeshindwa kuielewa, tafuta mtu wa kutranslatea. Na usikuwe mpumbavu kama hawa watu wenye wanasemanga ati usiambie mtu ndoto yako, juu Biblia imesema. Kwa Biblia tu ndivyo tumeambiwa hivi. Mfalme vile aliota ndoto, aliita hadi waganga, wachawi, watu wote, na wakashindwa kumweleza hiyo ndoto. Lakini kwa kundi lake palikuwa na mtu yule mwenye alikuwa mtia nini, tunaitanga aje, divai kwa kikombe yake, mwenye alikuwa na mserve, na alikuwa amemfunga gerezani. Na ndiye akamwambia, ile siku yenye ulinitoa, akamhadithia, kuna mtu ulimfungia hivi na hivi na hivi na hivi, ikawa hivi, akatumana aitwe. Na vile aliitwa ndivyo alikuja akatranslate hiyo ndoto na akamwambia. Kwa hivyo usiwe mtu mwoga, utafuta mtu mwenye hata hakujui basi akutranslatea ndoto zako. Tafuta mtu mwenye hataki kukujua more. Wewe ukitaka kukwenda yani kumpea kazi kama vile Yusuf alipewa kazi baadaye, mpe kazi inakuanga aje. Unaenda Yesu utakuwa unamrudishia shukrani. Si saa zote kumuuliza unarudisha shukrani. Hiyo ndio kazi. Juu yeye pia yeye ako hapo juu ya ajiri yako. Lakini si ati ukue mpumbavu ati sasa useme sitawaambia mtu ndoto yangu, na wewe mwenyewe haujui. Hiyo ni kuwa mjinga. My brother, my sister, hiyo ni kuwa mjinga. Hiyo ni kuwa mjinga. Wewe unakuwa mpumbavu. Usipojua ndoto yako, wewe mwenyewe hutaki kuambiana, wewe mwenyewe hutaki kujua na uielewi hiyo ndoto yako. Utajuaje Mungu vile anataka kwa ajili yako? Utajuaje Mungu vile amepanga mipango mema juu yako? Utajuaje kwenye Mungu anakuelekeza? Utajuaje mbele kukoaje? Wapumbavu wengine wanasema ati ukisikia mtu akisema mambo yenye itakuja ni diviner. Ni diviner. Yusuf alikuwa diviner. Ilikuwa tu ndoto. Akatranslatea mfalme. Na hiyo ndoto ikatoka tu vile vile. Vile ilitranslatiwa. The same case hata hawa watu wanaotanga ama wanaona vision na hiyo kitu inafanyika vile vile tu wamesema. Huyo sio diviner. It's not a diviner. Kwa hivyo usiogope hata kama ndoto zako unaota zina happen. Ati uanze kusema ati hiyo ni ufalme wa giza uko ndani yako. Ati juu watu hao wanakuanga ma antichrist, watu wale wenye watakangi mtu ajielewe kiroho. Wanatakanga uishingi kufungiwa. Wanatakanga uishi kukue ina cave. Ama yani ukae tu ujielewi, ujue ni nani. Usiogope. Tafuta mtu mwenye haumjui basi. Juu unajua watu ni wabaya wengi. Basi usimwambie hata huyo kama ni pastor wako na unaona kitu. Kwanza ukielezwa mambo ya kanisa yenu na uone kitu ni mbaya vile umeiona, hata kama kitu ni mzuri, usikwange kwanza unaambia pastor wako. Juu kitu ya kwanza inaweza kakua unaelezwa vile hiyo madhabahu iko. Lakini Mungu hajakujia na njia ya kukupapanulia
uelewe. Najua ni kitoto kiroho na uelewi kiroho. Wewe tu utaenda kwa mchungaji wako na mwambie, baba, mama, nimeota hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Na yeye juu amechanuka na ameelewa ulimwengu wa kiroho, definitely anajua wewe ushamchanuka na ushajua siri zake. Lakini ni vile wewe haujielewi. Ukipata mtu mwenye atakuelezea hiyo ndoto, basi utamjua yeye ni nani. Ananyakua nini yako, anashika anga yako. Akishika anga yako, sasa utakuwa unaota. Unaona? Na zile ndoto zote hata wewe unaota lakini hata ukumbuki. Unajaribu haukumbuki. Juu alijua wewe utamjua. Na mostly inakuanga kwa maplayer warriors wenye wanaombanga kabisa lakini hawaelewangi hata Mungu ama anaongea na wao. Wao wananena tu lakini hata wajuangi haswa ni nini kinaendelea. Yeye anaomba alafu hiyo kitu inamkujia. Na tena si ndoto zote unaambiangu ati pastor yenu ni yani unamuona pastor yenu ni mchawi ama pastor yenu hana nguo na kwa hapo kwa pulpit, inaitwa pulpit, kwa altar. Yani unaona, yani unamuona ama unaona manyoka huko ama unaona sijui manini huko. My friend, sio ndoto zote ati ukimuona mtu ni mbaya huyo kama mchungaji ufikirie ni mbaya. Kuna roho ya giza yenye inatakanga kuvunja madhabahu ya Mungu. Na inafanyanga hivi. It's work like this. It's normally work like this. Okay, mimi sina madhabahu. Na pia sina madhabahu. Lakini hii ni vile Mungu ananieleza niwaeleze. Na vile nasikianga ulimwengu wa kiroho ukinena. Senye shetani anataka kuvunja madhabahu ya yule mtu mwenye anaabudu na roho. Anaingianga kwa wafuasi wake wenye Mungu alikuwa amemletea. Wakiingia, unajua kuna watu wanatumwa na shetani wanaingia tu kwa hiyo madhabahu ndio wavunje madhabahu, na kuna wale wengine wanakuja Mungu amewatuma. Sasa wenye Mungu amewatuma wakiwa huko wakiomba wanaota ndoto mbaya sana about mhubiri wao au mtumishi wao. Wanamuona maybe na hizo manyoka, wanamuona akiwa uchi, wanamuona akifanya mauganga, wanaona vituko unaona. Sasa mtu akiota ndoto kama hiyo inawaonyesha ni kama direct dream. Unaona? Juu hata ukiambia mtu atakwambia that's a direct dream. But hiyo dream si ya ukweli. Yes, is a direct dream but is not a real dream. That is a satanic dream but hautaelewa. Ukiwa haujui mambo ya ulimwengu wa kiroho, hautaelewa kamwe. Juu shetani ni anakuja anakuvuta ile ndoto yenye uliletewa mzuri, anakuweka hiyo yake. Na anakaa akikukumbusha hiyo kwanza mtu asawingi. Hiyo ndoto mbaya usawingi. Au unaangalia unaona mtumishi ndio huyu na usiku ulimuona kichwa yake ikikaa nyoka. My friend, hiyo inakuanga sasa wewe ndio utoke kwa hiyo kanisa. Hello? Inatakanga ndio wewe utoke kwa hiyo kanisa. Anaotesha mwingine. Huyo mtu anasema, na mimi huko natoka. Sasa mkikutana watu watatu wenye wametoka kwa hiyo kanisa mnaulizana, na yeye mbona siku hizi uendangi kanisa? Mimi hata mimi niliacha, huyu mwingine pia aliacha. Kwa nini uliacha? Mimi niliotanga hivi na hivi. Na huyo mwingine anasema, hata mimi niliotanga hivi na hivi nikaanza kuogopa nini? Pastor. Sawa, mimi sielewi. Hizo ni kuoteshwa na shetani. Sio ndoto zote ati mbaya ni mbaya. Ukiota ndoto kama hizo, omba Mungu. Itisha the Holy Spirit. Tell the Holy Spirit to interfere. Mwambie prevail, atoe vizuri sura, unataka kuelewa what's going on. You see, juu anakuja amejivarisha sura ya pastor wako ndio mchukie pastor wako. Unaona chini ni nyoka, juu ni pastor. Let me tell you. Ambia Mungu,
atoe sura ya huyo mtu vizuri. Vile tu alikubali shetani yaingie ndani yako na eke hiyo picture. Mwambie tu atumane uone mzuri ni nini hicho. Usikwange mtu wa kujaji. Usijaji mtu. Usijaji mtu kwa makosa yake. Haswa hata ukijua mtu anakosea, ombea huyo mtu. Muombe na ili achange. Lakini kumhukumu na kuishingi kama unampoint yule alifanya, it will never help. Haitawai msaidia.